In essence, what we are saying is that there is no difference between Governor Kahiga and Governor Gladys Wanga. In fact, Governor Gladys Wanga is a female version of Governor Kahiga. Both must be condemned in equal measure. Mnajua vizuri sana kwamba sisi tuliheshimu Raila Odinga. Sisi tunamheshimu kama shujaa ambaye amepigania nchi yetu, na tunamheshimu vile alikuwa akiishi na hata kwa kifo chake. Tungependa kusema kwamba Governor Kahiga sio mwanachama wa DCP. Governor Kahiga ni mwanachama na ni governor wa UDA. Inahuzunisha sana mpaka sasa hivi wale wanachama wa UDA hawajaongea jambo lolote. Hawajamwandikia hata barua ya nidhamu. Tungependa wale viongozi wa UDA waeze deal na mambo ya Kahiga internally. Vile vile pia tumeghadhabishwa na matamshi ya Governor Gladys Wanga. Yale matamshi ilikuwa very reckless. Governor Wanga kujaribu kuvuruta na kuingiza jina la party leader wetu katika migogoro hii. Mheshimiwa Rigathi Gachagua hajatamka jambo lolote. Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliomboleza Raila. Mnajua hangeweza kuja kule Bondo kwa sababu ya ile mpango ambayo wakina Gladys Wanga walikuwa wamepangia party leader wetu kumuumiza na kumdhulumu na kumdhalalisha. Lakini tungependa kuambia Gladys Wanga, hakuna tofauti yako wewe na yule gavana wa Nyeri. Sababu yale matamshi ya yule gavana wa Nyeri ni ya kuleta uhasama kati ya jamii mbili. Wewe Gladys Wanga vile vile unaleta uhasama kati ya jamii ya Wajaluo na Wakikuyu. Tungependa kukumbusha Gladys Wanga kwamba Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why alikuwa na running mate Mkikuyu. Raila Odinga alithamini sana Wakikuyu. That is why familia yake ya wakina Fidel walioa Wakikuyu. Raila Odinga Junior ameoa Mkikuyu. So wewe Gladys Wanga kusema umechora laini ati kwamba Wakikuyu wako kule na Wajaluo wako huku, Raila Odinga angeongea matamshi kama hiyo kama angekuwa hai. Na matamshi yako yamefanya tumeanza kukushuku wewe Gladys Wanga. Na kwa sababu umeleta siasa kwa hii maneno, wacha tuanze kuongea maneno ambayo watu wengi ambayo wameshindwa kukuongelesha wewe Gladys Wanga. Tungependa kukuuliza, why are you taking advantage of Raila's death to politicize everything? Wewe Gladys Wanga, hao Wajaluo ambao unatetea wanauliza maswali mingi sana. Kwa nini wewe Gladys Wanga, wakati ulisikia Raila amekufa na ameaga dunia kule India, hata kabla mwili wa Raila ufike Kenya, hata kabla wewe uende uone mwili wa Raila uhakikishe kweli Raila amekufa, ulikuwa umeita mkutano, umeshamreplace kama kiongozi wa ODM. Wale Wajaluo wanakushangaa wewe Gladys Wanga. Kwa nini wakati yule mheshimiwa wa Kasipul Ong'ondo Were alikufa, Gladys Wanga ulilia ukaroll paka kwa vumbi, ukalia machozi yote karibu utoe hata nguo. Lakini kwa kifo ya Raila, Gladys Wanga hujatoa hata machozi hata moja. They are questioning, kwa nini wewe unataka kudhulumu wale viongozi wa Raila, viongozi wa vijana kama wakina Sifuna ambao wamekuwa kishikilia chama, wakina Babu Owino. Wewe sasa hivi umepewa masharti na mkubwa wako wa UDA amekupea masharti ufukuze hao vijana wote kwa chama, uharibu chama ya Raila Amolo Odinga. So sisi tunakuambia you are not genuine and we are calling you out. Wewe uwache utoe jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. Toa jina ya Rigathi Gachagua kwa mdomo yako. We are dealing with serious matters, serious national matters. You cannot divide our nation in ethnical groupings. Sisi tunathaminiana na makabila zote. That's why unaona leo hapa tuko na Wakikuyu wamesimama hapa, tuko na Wamasai, Waluya, Wakisii, Wajaluo. So wewe Gladys Wanga, tafadhali, hiyo mambo ambayo unatumika na Kasongo Githinji, unatumika na Githinji, unatumika na Kasongo kuvunja ODM kwa sababu umepewa promises. Tafadhali, do not trade with Raila's legacy. Wacha Raila alazwe mahali pema peponi, tunamheshimu sana. Huyo ni baba wa taifa, but do not politicize Raila's death. Asante. Thank you.